Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu, nikusii ufuatilie mpaka mwisho. Kuna aina mbili ya watumishi ambao nyakati hizi tulizo nazo za mwisho watakuwa ni watumishi watakaokimbiliwa na kufuatwa na watu wengi. Kundi kubwa la watu litawafuata. Ni makundi mawili ya watumishi hawa ambao watafuatwa na watu wengi sana. Nasipopoteza muda, nitazungumzia kundi la kwanza ambalo kundi hili litafuatwa na watu wengi sana nyakati hizi. Kundi la kwanza ni la watumishi wa Mungu walioitwa na Mungu kweli, walioteuliwa kwa kazi ya Mungu, ambao hawapo kwa ajili ya faida zao binafsi na maslahi yao, wako kwa ajili ya faida ya ufalme na maslahi ya ufalme. Lakini watumishi hawa wa kundi hili la kwanza ni watumishi wenye nguvu ya Mungu kweli kweli. Nirudie kusema, kundi hili la kwanza la watumishi ambao watafuatwa na watu wengi ni watumishi wenye nguvu ya Mungu kweli kweli, watumishi wenye maarifa ya kimungu, maarifa na ufahamu wa kimungu, lakini maarifa na ufahamu wa elimu ya kawaida, academics. Nazungumzia, nasema academics kwa sababu aina hii ya watumishi ambao watafuatwa na watu wengi, kuna watu wengi ambao wenye elimu kubwa, wenye ufahamu mkubwa kwa mambo ya elimu hii ya dunia. Manake academics, wako maprofesa, wako madaktari. Hawa ni watu ambao watawafuata watumishi hawa. Watawafuata kwa sababu wanagundua ya kwamba watu hawa wanayo maarifa ya kuwasaidia ya kawaida, ya kutatua matatizo kwa ile akili ambayo Mungu amewapa. Lakini pia hawa watu wana nguvu ya Mungu kweli kweli, manake watafanya ishara za kweli, watafungua watu katika kweli. Hakuna janja janja. Watumishi hawa hawana janja janja katika miujiza, katika utendaji kazi wa Mungu. Wamejazwa nguvu za Mungu, manake ni watumishi ambao wameitwa na Mungu. Watumishi hawa ni watumishi ambao watafuatwa na watu wengi sana. Kundi hili ni kundi la kwanza. Kwa hiyo nikusihi wewe ambaye natazama video hii, ni mtumishi, ni mchungaji, ni mwinjilisti, ni mtume, ni nabii, umeitwa, tafuta nguvu. Tafuta nguvu za Mungu. Jitenge, tafuta nguvu, maana pasipo nguvu hautaweza kuliongoza kundi la Mungu ambalo Mungu atalileta kwako. Lakini nizungumzia aina ya pili ama ya kundi la pili ambalo watumishi hawa watafuatwa na watu wengi. Ni watumishi ambao ni watumishi fake, watumishi ambao hawajaitwa na Mungu, wamejiita wenyewe kwa sababu ya tamaa ya fedha, tamaa ya utajiri, kwa sababu ya faida zao na maslahi yao binafsi, kwa sababu ya njaa na matumbo yao. Aina hii ya watumishi wameamua kutumia njia zisizo sawasawa, njia zisizo za Mungu, ili kulivuta kundi kubwa la watu. Na maandiko yanasema njia ile ni pana, njia ile ni pana iendayo upotevuni, nao waendao huko ni wengi. Lakini njia ile ni nyembamba, nayo imesonga, inayoenda uzimani, nao waendao huko ni wachache. Kwa hiyo tunajua kabisa ya kwamba wanaoenda katika njia hiyo na kuwafuata watumishi hao ni wengi sana, wakifuata huko miujiza ya haraka,
wakifuata huko vitu, kwa sababu watu wengi ni wavivu wa kumtafuta Mungu, wa kusoma maandiko. Watu wengi ni wavivu kuomba, basi watu wengi watadanganywa. Na neno la Mungu linasema katika Hosea 4:6, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa hiyo nikusihi wewe mtu wa Mungu ambaye unatazama video hii, usiwe miongoni mwa watumishi hawa. Though watajaza, watakuwa na kundi kubwa la watu wengi watawakimbilia, kwa sababu huko watu wanafuata miujiza, wanafuata tu ishara zinazoonekana ambazo hazitokani na Mungu wa kweli, ambazo ni udanganyifu na uongo. Ni kwa sababu watu wanataka mafanikio ya haraka, pasipo kuwa na mchakato, pasipo kulipa gharama. Kwa hiyo watumishi hawa ni watumishi watakao kuwa na kundi kubwa la watu. Nikwambie tu ndugu yangu ambaye umetazama video hii, hakuna mtu ambaye atakuwa katikati, kwamba huyo mtumishi hayuko kwenye kundi hili ambalo nimekuambia la pili la watumishi feki, lakini hayupo pia kwenye kundi lile la kwanza la watumishi wenye nguvu za Mungu, kwamba huyu mtumishi yupo katikati. Sikia nikwambie, maandiko yanasema, ukisoma kile kitabu cha Ufunuo sura ya 3 mstari wa 15 na wa 16, maandiko yanasema ni aheri ungelikuwa moto au baridi, kwa sababu kiwa vuguvugu, anasema Bwana atakutapika utoke katika kinywa chake. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye yuko katikati, kwamba yeye anaenda hana nguvu na huku atumii nguvu nyingine ya shetani, akitegemea kwamba watu watamfuata na kumsikiliza. Sikia nikwambie, utaishia hivyo mtumishi wa Mungu. Hauna nguvu, duniani mateso, lakini pia usipoweza kujua ya kwamba Mungu amekupa dhamana kwa ajili ya watu wake, iko hukumu ambayo inakuja. Kwa hiyo usikubali kuwa katikati ya kwamba wewe ni vuguvugu. Mtu wa Mungu, neno la Mungu linasema ni heri ukawa moto. Hiyo ni kusihi mwana wa Mungu na mtumishi wa Mungu ambaye unanisikiliza na kutazama video hii, ikusaidie kugeuza mtazamo wako juu ya namna unavyomtumikia Mungu. Kama umeamua kumtumikia Mungu, umeitwa kweli na Mungu, ni majira ya kutafuta nguvu, ni majira ya kutafuta maarifa ya kimungu, lakini maarifa ya darasani. Tafuta, ongeza ufahamu wako, tanua ufahamu wako kwenye kujua na kufahamu mambo mengi. Ongeza ufahamu wako kujua mambo ya kidigitali na namna ambavyo ulimwengu unakwenda sasa. Lakini pia tafuta sana maarifa ya rohoni katika kutulia, kulisoma neno la Mungu, kulitafakari. Na jambo lingine ambalo Mungu akusaidie, uliombe. Omba Mungu akupe hekima ya kuwaongoza watu ambao Mungu atawaleta kwako. Omba hekima na uelewe jambo hili, hakuna nguvu pasipo Roho wa Mungu. Roho wa Mungu ndio anaachilia nguvu kwenye maisha ya muamini. Mungu wa mbinguni awabariki sana.